la Mogodashe, kaunti ya Garissa ni jambo ambalo limewapa msisimko mkubwa sana wakazi wa eneo hilo. Kwa taarifa hiyo, huyu hapa Hamza Yusuf akitupasha zaidi. Hii ndiyo shule mpya ya wasichana pekee kuanzishwa hapa Modogashe, ambapo shule ya upili iliyoko ilijumuisha wanafunzi wa kike na kiume. Kuanza shughuli za shule hii kunaleta matumaini makubwa kwa baadhi ya wasichana hapa. Nimetoka primary school. Kuna wasichana wengi wametoka huyo shule, that school. So tuko nyingi hapa na tuko na furaha nyingi sana. Nasri Sheikh alimaliza shule ya msingi miaka miwili iliyopita, lakini ndoto yake ya kuwa daktari haikutimia. Sana wengi wakimaliza class 8 wanafanya harusi, lakini mimi nimekataa. Wenzake waliingia kwenye ndoa wakiwa bado wachanga kutokana na hali ya umaskini kwenye familia zao. Lakini huenda kuwepo kwa shule hii ya wasichana kukaleta matumaini kwa wasichana walio kwenye hali kama ya Nasri. We do not have girls secondary school fully fledged in the frontier towns or in the frontier constituencies. I'm very much delighted to have open Modogashe Girls Secondary School on this day. Shule hii inayofungua milango yake kwa muhula ya kwanza kwa wanafunzi wapatao 100 waliosajiliwa Jumatatu inatazamiwa kuwa na matumaini makubwa kwa watoto wa kike eneo hili la kaskazini mwa Kenya. It is something that's going to help greatly realizing the dreams of the many young girls who have not been given opportunity to study education. Wizara ya elimu katika kaunti ya Garissa inasema mikakati inaanzishwa katika eneo bunge hili la Lakdera kuhakikisha wanafunzi zaidi wa kike wanajiunga na shule ya upili. Hii ndo shule ya pekee ya upili katika eneo hili ambapo ni ya mseto, na sasa wazazi wametakiwa kuwapa elimu watoto wa kike kwa kuwa wana fursa muhimu ya kufanya hivyo. Hamza Yusuf, KTN News, Modogashe, Garissa. Naam, shukran sana Hamza kwa taarifa hiyo. Na hebu tuvuke tena tuende kule Mogadishe ili tuweze kupata zaidi yanayoendelea. Hamza, tunajua si shule peke yake ambayo imepata sekta elimu imepata afueni. Kuna sekta zinginezo ambazo zinalia na kuugua kutokana na kutelekezwa labda na viongozi na wanasiasa. Tupe taswira ya hali ilivyo katika eneo lile. Shukran sana Lofty Matambo. Niko katika eneo la Modogashe. Hii ni sehemu ambayo ni mpaka wa kaunti ya Garissa na kaunti ya Isiolo. Hapa nikifafanua zaidi katika eneo bunge la Lakdera na pia Sericho. Unavyoona, hii ndio laga ambayo wenyeji wa sehemu hii wanategemea sana sana, wale ambao wanatoka eneo la Isiolo na kaunti ya Garissa. Wameungana kwa sababu ya tatizo ambalo wamekuwa nayo kwa muda. Lakini hata hivyo tumeweza kuzungumza na baadhi ya wakazi katika eneo hili kwa njia ya moja kwa moja. Wametueleza tatizo ambalo wanakumbana nalo kama jamii ya sehemu hii, ikiwemo masuala ya elimu na pia masuala mengine kama vile wanawake kuvuja damu na kufariki. Ni masuala bila shaka ya afya. Lakini kwanza ni muhimu tuweze kuzungumzia lile swala ambapo Waziri Matiang'i aliharimisha na alisema kwamba haifai vijana wengi kutumia. Lakini hapa niko na baadhi ya vijana ambao ni mashabiki wa kamare na wanasema pia wanategemea kama maisha yao kwa sababu ni hii ndio inawapatia nafasi ya kujiendeleza kama vijana hawana kazi ama hawajapewa ajira na serikali za kaunti ya pia Isiolo na Garissa. Wacha tuseme na mmoja wao. Labda ndugu, karibu kwenye KTN News. Tueleze mchezo wa kamare inakusaidia vipi wewe kama kijana? Hamza, kwanza nachukua fursa hii kushukuru kituo cha utangazaji cha KTN. Leo hii mmefika hapa kutujulia hali maisha, ni pongezi sana kwanza. Ya pili, kuhusiana na mambo ya kamari venye waziri wa usalama wa ndani alipotangaza kwamba kamari itaharamishwa katika nchi ya Kenya. Mimi kama kijana kutoka eneo hili la Modogashe na itapotiana na yeye kikubwa, kwa sababu kamari ndio maisha yangu. Mimi kwa sababu nimemaliza shule miaka 2 iliyopita, nilikuwa tu nyumbani nikikaa, hakuna kazi.
Sasa mimi ninasema kwamba mimi natofautiana naye kwa sababu hii ndo maisha yangu, hii ndo mahali najimudu kimaisha. Ndio maana kwa sababu katika kaunti yangu natoka kutoka kaunti ya Isiolo, hakuna ajira zozote za kikazi ambapo sisi tunapata kutoka serikali kuu, hakuna ajira kwa sababu vijana sisi hapa hakuna kazi tunapata, kazi yetu ni kukaa chini ya vibaranda. Ndio posa mimi nasema kwamba natafutana na yeye kimawazo kuhusiana na hiyo hali, ndiposa na appeal to the county government, to also the national government, kwa sababu unemployment and the rate of the unemployment in this area have been increasing day by day. The students are coming from the school, they are at home, there is no any job. 5 years ago, the devolution that we have entitled by the Constitution of Kenya that we have passed have not helped us. This is another 100 days in office. The governor of the Isiolo County have stated that he will be writing after every 6 months. After every 6 months, there will be people to be employed to the county government. Up to now, there is nothing going on. I'm appealing to the President of Kenya. I'm appealing to the Deputy President. I'm appealing to the Kipchumba Murkomen. I'm appealing to the Adan Duale, and I'm appealing moreover to the Senator of the Isiolo County, Fatuma Dulo, to come to our rescue to help us to solve the issues of unemployment in Isiolo County. Thank you. Asante sana. Huyo ni mkazi wa Isiolo. Wacha tuzungumze na mkazi wa Garissa ambapo ni mama wa miaka 80 ama 76 hivi. Labda mama, tueleze shida ya eneo hili la Modogashe ni ipi? Nakushikia. Haya. Halo. Sema tueleze shida. Tueleze shida. Sisi iko na ukame, iko na njaa, hakuna maji, kijana msijana yote anamaliza shule, hakuna kazi, iko na ndani ya baranda na surura town, watoto hakuna kazi. President wakati sisi narudishwa na takwana ashika kila mtu mkono kama sisi watu ya Garissa County. Sasa sisi iko na shida kubwa kama watu ya Garissa County. Sisi iko shida yetu, na hakuna kazi watoto, hakuna kazi hata kama fulana kama kijana, hakuna kazi, hakuna maji, hakuna chakula. Watu namalisika mali yao kama na mbuzi, kama na gamia, kama na gondo, yote namaliswa ukame. Labda tueleze shida ya maji, kwa sababu naona mnatumia kisima miaka 20-30 zilizopita mpaka wa leo. Hiyo mimi tunamaliza ngoja karibu maka 20 sasa iko hakuna maji. Hakuna maji. Kwa nini kutoka wakoloni watu nasema iko maji na hakuna maji nakuja Modogashe? Watu wakati nataka keti tu nakuja kwetu, anatafuta keti, hakuna. Kwa nini nakosa namna hata watoto ya shule? President iko wapi? Narudisha mara ngapi? Ruto iko wapi? Ruto aliwahi kuja hapa, tumeambiwa siku moja yeye anakuja ndani ya gari, juu yake na samama, hakuna kitu nakamata. Sisi nachukua ahadi na maliswa, hawa nalala au naenda wapi? Asante sana. Huyo ni mama ambaye bila shaka anaongea kwa uchungu sana kwa sababu ya yale ambao alikuwa amepitia tangu miaka 10, 20, 30 zilizopita. Hapo awali, kumbuka mtazamaji, alitueleza kwamba alikuwa anaitwa GK kwa sababu ya kuchota maji kutoka kisima eneo hii, na bila shaka kuwapelekea serikali. Kwa hivyo gari lake hilo dogo la punda lilikuwa limejulikana kama GK. Wacha tuzungumze na mkazi mwingine, labda kwa kumalizia kidogo tumalizie. Haya, malizia mama. Sisi bunda yote na malisika, hakuna bunda na watoto na chukua maji, mbuzi hakuna, serikali na lala na sisi na hangaika hapa. Na laga maka 20 bado vita maji. Asante. Sababu ya muda mama, kidogo tu, sababu ya muda, watu ni wengi. Asante sana Hoyo. Labda tueleze tatizo iko. Asante sana, tumeshukuru kwanza kutufikia leo. Na tulikuwa tumefikiria kweli ni wanyama ndio wanaishi hii sehemu, lakini sasa leo tumeshukuru
na kupata mwenzetu ambao kutufikishia sisi mahali ambao tunaweza kuonekana na serikali yetu. Tumeshukuru muda mrefu sana. Ile kitu ambao amenishangaisha, Ruto, rais yetu Uhuru amewahi kukuja hapa Modogashe kutuomba kura siku ya campaign. Ametuahidi atatuletea sisi maji tukiweka juu ya kiti. Tuliweka ya kwanza. Hakutuangalia sisi upande gani maji yetu amepita vile amelikuwa amechukua kauli. Mara ya pili Ruto ameingia. Ametuomba sisi kura kura yetu upande wa wanaume na wanawake yote sisi tujenge Jubilee, na tukaamuka tukasimama na hawa. Ametuahidi kuna minister ambao amesimamisha, minister kama gani? Ujira ameamsha na akatuonyesha ni yeye ndo atakuwa atashughulika na mambo ya maji. Hatuwezi kuhangaika tena. Na mara saa hii tumekosa hiyo maji tena mpaka wa leo. Hiyo maji tumehangaika mpaka saa hii maji yetu hakuna, na hata viongozi yetu. Kitu ya kwanza, ngoja kidogo ndugu, tafadhali pate mimi nafasi. Mimi ni mtu ambao nimetoka kutoka Shule County. Ile kitu mimi naongea. Viongozi yetu pia wametuahidi maji. Campaign kutoka juu kwa rais yetu mpaka magavana yetu yote. Ile kitu wanakuja kwa sababu wanajua sisi tuko na shida ya maji. Kile ambao wanaweka mbele yetu yote ni maji. Wakikuja ni maji. Wakikuja ni maji juu ya campaign. Kura yetu inachukuliwa, inaenda na maji sisi hatuoni mpaka wa leo. Kutoka rais mpaka makansala yetu. Ile kitu ambao wanaweka kila siku mbele yetu ni maji. Na maji yetu mpaka wa leo, leo karibu tunaenda mwaka 60. Mwaka 60 tangu serikali yetu imesimama mpaka wale kutoka Kenyatta mpaka wa saa hii. Sisi tunalia mambo ya maji. Na mpaka saa hii maji yetu haijasimama. Jameni, tutaamini serikali ambao wanasema kila siku ambao watakuja watatupatia maji na atupatii maji mpaka wa leo? Ni serikali gani tutaamini mpaka wa leo atakuja kutupatia cha atuombe sisi kura tena? Labda hii kisima ina hatari ipi kwa kina mama kama ambao wanachota maji usiku na mchana? Kwanza kitu hatari, watoto wetu mwenyewe wanahangaika wakikuja kushota maji mara kwa mara, ni kisima inatuangukia na wanatuzamisha, na hiyo kisima mtu akitolewa pale ikiwa maiti. Sisi wamama watoto wetu wanaanguka kwa kisima, wanamalizika hapa. Tuko na shida kiu, ndio hiyo, tuko na watoto kidogo. Wamama kwanza sisi tuko na shida zaidi. Tukiongea upande wa wamama, wanaume afadhali wanaweza kutembea na wanaweza kuleta maji. Sisi hata tukirudi nyumbani, tukienda kutafuta mapato, tukirudi nyumbani watoto wanatulilia kwa sababu ya maji. Kiwango ile imefika sasa, tulikuwa tunashota na gari yetu ya punda kidogo. Sasa ile kiwango imefika sisi hata tupate na hiyo gari yetu ndogo. Na hatujui ile mahali tunaenda na hospitali. Tunaongea pande ya maternity ya wanawake. Maternity tumejengewa. Dispensary yetu iko hapa upande ya Shule County. Viongozi wetu wakikuja wanasema tunawaletea maendeleo. Wanakuja moja kwa moja, mara kwa mara, kila mtu anajidai. Hospitali tunaangalia, maji tunaangalia, tunawaletea maendeleo, atuoni mpaka wa leo. Na gavana yetu ametuahidi baada ya mwezi moja maji yenu itafika hapa. Na leo tumemaliza mwaka. Gavana Dr. Kuti ametuahidi mwezi moja maji yenu haitapita, na leo imesimama mwaka. Je, tuhesabu ni vile mwaka 5 tulikuwa imeisha, ndio tena hata hii ishe. Ya pili, maternity. Hatuna dawa, hatuna chochote, haijafunguliwa. Maternity tunaona kama picha ambayo wameweka hapa sanamu. Na bado wanawake wetu wanajifungua ndani ya dispensary ile ya room 2. Ndio tunategemea kama hospitali inatibiwa watoto, ndio tunategemea wanawake wajifungue, ndio tunategemea sisi tunatibiwa pale, na hakuna dawa. Sasa Shule County tukiwa tuko siricho, wametupangia nini? Upande ya maji wametupangia nini? Tumalizike. Upande ya dawa tumalizike. Upande wa maternity wanawake wetu wamalizike ndani ya nyumba. Ni aje ambao upande ya chakula ukame ndio hii mali yetu inamalizika. Tuko na njaa. Wametupangia nini? Kutoka serikali kubwa mpaka wa leo hapa chini hatuna mtu yoyote ambao wako na habari yetu ambao tukiwa hapa. Kwa hivyo sisi tumepangiwa ni kama wanyama ambao wanakaa porini. Tunakaa kwa porini ambao ni wanyama, ni hata ni simba, ni fisi, hata tunaweza kuhesabu nini? Hatuwezi hata kuhesabu, hatujui ni pande gani tuko na serikali, hatuna serikali.
Tuko na kaunti, hatuna kaunti. Hata tujui ni nini, hatuna sera yoyote ambao tumepangiwa. Asante, tumeshukuru. Kama ni wanyama watueleze ni wanyama, wasiku wa kura wasitukujie. Asante sana. Huyo ni asante sana. Hiyo ni Fatuma Said. Asante sana. Huyo anasema ni Fatuma Said kutoka eneo la Sericho. Tumeweza kuwapatia nafasi wakazi wa eneo la Lakdera na pia Sericho. Hii ndio sehemu Lofty inapakana na ni mpaka wa Garissa na Isiolo. Kwa hivyo foleni ni ndefu sana. Kila mmoja anataka kuelezea tatizo ambalo wamekumbana nalo tangu wakati wa ukoloni. Kuna kisima hapa ambacho ni sehemu ya pekee wakazi wa eneo hili, kaunti zote mbili wanategemea, na bila shaka mara nyingi inakuwa na hatari yake, labda watoto kuangukia ndani, na bila shaka nyoka ambao wanasema mara nyingi huwa inawapata wakati wa usiku. Kwa hivyo ni tatizo ambalo linaendelea katika eneo hili kwa muda wa miaka tangu taifa kujipatia uhuru. Lofty. Na Hamza, mbali na haya masaibu ya Mogadeshe, takuwa narudi kwako baadaye tuweze kupata hisia zaidi kuhusiana na marufuku ya kamare baada ya kufungua mdahalo huo. Kwa hivyo usiondoke, kaa pale na wale vijana, nimeona wamechangamka kweli kutetea hoja nzima ya kamare. Mtazamaji, nachukua pumziko kidogo, nitarudi kwake Hamza baadaye na maeneo mengine kupata taarifa zaidi. Usende mbali.